Usiruhusu mapito yaende nawe, yache mapito usiende nayo. Usiruhusu mapito yaende nawe, yache mapito usiende nayo. Mzee, acha. Hii ni kesi ya baba na mtoto. Lakini hii sio njia ya kutatua kinachotatiza. Mzee, tungetatua tu, so kwa hatua hiyo ulofikia. Pumbavu, sheria yangu haipingwi na paka ndo mfuga mwenyewe. Pole sana rafiki yangu. Haya ni makosa yangu mimi. Sikuwa makini katika kuijali elimu. Wazazi wangu walinisisitizia sana nisome ili nipate kujiajiri au kuajiriwa. Nimekwama leo, nimekuponza kwa mzazi wako. Samehe sana. Samehe. Mimi sitoi kazi kwa funza alokosa makazi. Mbona niliongea kiungwana tu? Au nataka tuishi kama vitani? Ondoka kwenye shamba langu. Tajiri wetu, naomba hukumu ya kifo. Wewe sio katika usawa wangu. Naomba ni mwajiri. Malipo atatoa nani? Hii ni katika gawio langu. Sijaomba mamlaka katika ufalme wako. Hiyo sio katika mamlaka yangu. Ni gawio la kwako wewe. Ndivyo wajinga mnavyosemaga. Hujaweza kujikimu njaa, unajifanya nabii. Ndio maana Mungu hajatoa hata mmoja katika jinsia yako kuja kuongoza umma. Shauri yako, pumbafu. Rafiki yangu, niko nataka kumsaliti mumeo. Kwani namsaliti? Ni jambo la kawaida tu. La kawaida? Hivi unaona ni swala la kawaida hili? Ndio. Kwa sababu mimi simpendi. Umpendi tena na ulivyokubali akupigie goti. Leo hii unasema umpendi. Shoga yangu. Yaani kiufupi, mwanzo nilijua nampenda. Ila kwa sasa sisikii chochote kuhusu yeye. Yaani simpendi. Nishapata furaha yangu. Kwa hiyo uogopi kabisa? Kwa nini? Vipi watu wakijua? Wakijua? Utawaambia wewe? Hapana, mimi nitoe kabisa huko. Nadhani unanijua. Tujaanza kujuana leo wala jana. Nilikuwa nakujua, saa nyingine umebadilika hapa kati. Hapana, wewe ondoa shaka. Mimi hapa cha kwako ni cha kwangu na cha kwangu mimi ni cha kwako wewe. Hapo umeongea shoga yangu. Na kwa mimi. Ila itakuwaje kuhusu ndoa yako? Yaani hili swala ambalo unalifanya sasa hivi. Ndoa yangu. Kwani hujawahi kuona mwanamke anaolewa na wanaume wawili? Usianze kujitetea hapo. Wanaume ndo wanaoa wanawake wawili wawili. Ila sisi ni huyu. Wewe umesikia wapi mwanamke akaolewa ndoa mbili mbili? Uone kama hapo tunanyimwa haki wanawake. Ilibidi na sisi tuwe na wanaume wawili. Mimi ndo wa kwanza kufungua lemba. Wanaume wawili. Haki ya Mungu mahaba niteketeze mie. Nikuulize swali. Mfano serikali inaruhusu tuwe na wanaume wawili. Wewe utafurahi au hautafurahi? Kwanza mimi usiniongelee. Mimi ningekuwa na wawili sasa. Mimi unanijua. Mbona kama unaniona? Hapana, mimi singeweza. Kweli? Kabisa. Mimi mwenyewe nakujua vizuri. Ila umesema nikuachie room, si ndio? Ndio. Sasa hili swali limekaja hapo ni kwamba leo au hapo limekaaje? Sasa ngoja nikueleweshe. Huyu ni mpenzi wangu ambaye nina malengo naye.
ya kufika mbali. Sawa? Maana yake haitakuwa mara moja. Ili ni swala la endelevu. Sawa? Mimi nina neno basi. Sina neno. Muhimu naona ile tabasamu lako na madimples ambayo sikuyaona muda, mwaka huu naona yanaonekana. Mimi sina neno. Dua tu wenyewe nakwambia. Hapa dua. Hapa nakwambia mahaba. Kama nakuona hiyo baadaye ndo nisharudi mtoto wa kike umetulia kitandani. Full jasho. Naenda kuoga. Kwani maji si hapo? Nitakukuta tayari. Basi sawa, hamna shida. Kwa hiyo mimi natoka. Kama usijui nitakukuta, kama sitakukuta utanikifungu pale tunapoikaga. Kiufupi sio utanikuta, yani wewe usije mpaka nikupigie simu. Angalau sio kujisahau kanipigia simu kesho nikalala nje. Tumaja kwangu mwenyewe lakini nikalala nje kama mlinzi. Wewe, mimi siwezi kulaza nje. Eti wewe damu yangu. Vitu vipi hivyo? Angalia. Basi na wewe. Sawa. Naona leo ninafukuzwa mimi. Ndio nataka nje na bebe. Poa. Waungwana, kwa kipande changu kilichobakia namwachia maskini mwenzangu. Huyo sio maskini mwenzie, huyo ni fukara. Ufukara. Jamani kumlazi. Baba yangu na mama yangu waliponizaa waliniita jina zuri kabisa. Waliniita Hebugwa. Mimi sio maskini, msinibatize hivyo. Msije mkaniona na kilanga, kwa mara ya kwanza kabisa mnamsaidia mtu alafu anakuwa na jeuri. No, najitetea. Kipenzi, wewe ndio kila kitu. Na wewe ndio daktari moyo wangu. Na mimi ndio mgonjwa mwenyewe. Kwa naomba unitibu. Maana mimi nakupenda wewe kuliko kaka yako. Really? Ndio. Rafiki. Ingelikuwa anachemka. Mimi ningeingia mzima mzima. Nizamu mbovu. Huo ni uoga tu. Maana watu wenye hofu hawakosi sababu. Kumbe mimi ni mzuri wa kutafuta sababu. Muogeleaji mzuri huwa haogopi kina na wala hofi baridi. Na kama kungekuwa na njia mbadala, ungeachota maji, ukawasha moto, kisha ukaachemsha. Nitachemsha na kitu gani? Unaandaje chakula bila chombo cha kupikia? Mungu amekuumba vizuri. Kwa sababu hujali kina kirefu, joto
wala baridi la maji. Ukweli siku hazifanani. Siku ya leo sijafanikiwa kabisa. Ninawaona tu wanavyokimbia, lakini si wanasi. Na ndio maana nilichelewa kurudi nyumbani. Lakini mimi nimekula na chakula nimekuletea. Baba yangu hakunifundisha hivyo. Kula chakula ambacho mimi sijaacha taarifa nyumbani kwangu. Wanawake ni kama jungu kuu. Huwa tunaenda kwa mahesabu. Sikatai, lakini babangu aliniambia hiyo hesabu haiwezi kutumika kwenye mtihani wowote. Kwa hiyo siwezi kuhusika kwenye hicho kitu ulichokiamua wewe. Hata mimi nakuunga mkono. Nashukuru kwa kupata support. Asa utakula nini? Samaki wa bichi. Kama nitapata mtu wa kunisaidia, nitakula ndio. Ni mimi msaidizi mwenyewe. Tafuneni nione hao samaki wa bichi wanaliwaje. Unanitishia? Mimi natafuna. Eti, si tunakula pamoja? Basi uzule bahati wako wawili tu. Yaani mmoja atakuwa wa kwako, mmoja wa kwangu. Alafu tunakunywa na maji haya ambao samaki ametokea. Tunamkomoa. Uwe na pesa nyingi, alafu ukose furaha kama hii. Si bora ufe. Nakuombea kwa Mungu hivi karibuni upate mume mzuri kama huyo. Kwa nini usinibariki? Maana hata dini inaruhusu. We, nitakuua. Kwani nimeongea kwa nguvu? Ulitegemea? Ulikuwa unanong'ona? Nimeiona hasira yako. Lakini mbona wewe una sifa ya ucha Mungu? Unamkataa Mungu kwa pointi na kuumiza. Unafikiri pepo utapata kirahisi? Bariki basi. Yaani kivipi? Wacha Mungu kama wewe haufi. Mimi nitajiua. Wataka kujiua? Kufa uende motoni. Kufa. Hey, Mary! Yo, what's up, Arthur? Oya, usiniite Arthur. Sawa? Watajua mtoto wa Arthur yuko hapa. Kwa ndakuja kukamatwa mimi itakuwa balaa. Wewe niite tu Kigoma Finest. Nini? Mbona nimesikia kishindo? Kuna nini? Kuna mtu kajiua. Kajiua maji ya ugoko. Arthur umeua? Sijaua. Sijawahi kuua mimi. Sijawahi kuua hata nyenyere. Yaani kafa mwenyewe. Wewe muuliza maiti aisikii maumivu? Oya wewe. Umeumia? Anaongea? Kifo cha mchongo. Kifo cha mchongo. Oya. Kifo cha mchongo ndugu yangu. Oya. Toka hapo kwenye hayo maji atakuwasha. Huko kuna chambo mkubwa kama meli ya Titanic. Wewe. Mimi mwenyewe nimevua hapa samaki mkubwa kama Godzilla. Muda bado tunao? Muda umeshaisha wenzetu. Hilo chambo lako utaanzia kesho. Haya, mwambie marehemu atoke kwenye maji atubebe. Asa mbona sijafa? Yeye ana kazi nyingi za kufanya. Mara nyingine mapito yanakupa siri ya kesho. Mimi sio maskini, sio fukara. Kutafuta kazi sio dhambi. Nilisogea karibu tu kukuambia nashukuru kwa kuonesha wema wako. Kipande chako endelea nacho ili ukajisaidie mwenyewe. Mimi na nguvu zangu mtoto wa kiume. Sadaka yangu huwa irudishwaje nyuma. Nimeshaitoa na naomba uipokee kwa roho moja. Nena. Mbona uongee? Kipenzi. Mina.
usiruhusu mapito yaende nawe, yache mapito usiende nayo, usiruhusu mapito. Huwa ni makosa mtu kupigiwa simu unapokea halafu aongee. Kwa hiyo ndio naona ni hatia kubwa sana Kwani wewe unaona hiyo sio hatia? Wapungufu akili ndio wanafanyaga kile ambacho sio cha maana kionekane ni cha maana na kile cha maana kionekane hakina maana. Mimi hata sijakuelewa. Unajua nini kipenzi? Nakupenda sana. Kipenzi, nakupenda sana. Siji nikutumuchumu. Hebu ondoka. Muda una mazingatio makubwa ndani. Inaonekana una hasira. Piga na huko punguza hasira zako. Yaani hata nikikupiga sidhani kama hasira zangu zitaniisha. Yaani inapaswa nikuue kabisa. Unataka kuniua kwa bunduki au kwa bomu? Bunduki tu. Yaani natakiwa ufe na bomu ili ulipuke tusikuone kabisa. Mimi nitapokea. Nitapokea. Japokuwa ni kama umenilazimisha, unasema sadaka yako lazima ipokelewe. Mimi nitapokea. Asante sana kwa kunipa sadaka, kwa kunilazimisha. Kweli na shida nitapokea kwa sababu mmenibatiza na majina ya hovyo. Ninapokea sadaka yenu. Asante binti, nashukuru. Asante kwa kushukuru. Mungu akupe watoto wengi sana. Kama una mume akuongoze, kama hauna akupe mume. Inshallah. Tutakutana kesho ngwana. Wewe dada. Ninachoona ni sawa sawa au? Ndivyo alivyo. Mungu. Wewe. Kule laini kama nimetenda dhambi. Nitakuja kukulipa wema siku moja. Yaani wewe ni mtu gani ambao unaweza kuchanganya mtu na mdogo wake tena wamenya ziwa moja? Hivi ni kweli rafiki yangu? Unaona ni sahihi? Hilo jambo tutaliongelea wakati mwingine. Ila asante kwa chumba. Nimeenjoy. Godoro lako nzuri. Lina nesa. Nakupenda sana. Wewe, unaondoka na maana tushamaliza kuongea mpaka unaondoka? Nakupenda. Unaondoka kivipi? Nakupenda toka chekechea. Ukakamavu wako na ujasiri ndio unanifanya mimi nizidi kukuamini. Sawa. Nakusikiliza ndugu yangu. Misheni yangu leo nahitaji uwe kama Pilato. Uwe Pilato. Yaani ukamate ile barua na kuitupa, iashiria hukumu ya kumwagika damu. Bado umenifumba hapo, sijakuelewa vizuri. Hebu nifafanulie basi niweze kuelewa vizuri kwa ufasaha. Kuna mti mkubwa anahitaji udondoshe kwenye uwanja wangu. Mti? Kwa hiyo unataka uchome mkaa, sio? Hapana. Sio mkaa. Sio mimi na kifua, ni moshi siwezagi. Ila ndani ya nyumba naishi nahitaji ukatoe uhai wa mtu. Ndugu yangu, kazi ngumu hiyo. Kutoa roho ya mtu. Yaani kinachokushangaza ni nini? Yaani kwamba ndio kwanza unataka kufanya mambo au umeacha ufanye tena? Unajua ndugu yangu, kwa shaokoka. Yaani kutoa roho ya mtu nilikuwa nishasahau kabisa. Yaani sikuwa sijui kabisa kwamba unaitoa kwa kwa misingi gani. Yaani sija
Kweli shetani akizeeka hujifanya malaika. Wewe, haya kilichokudanganya, kilichokushawishi kuachana na hizi mishe, unakula nini? Unaishije wewe? Hapo sawa. Fresh. Lakini okay. Kwa hiyo unataka tumuue mtu nani? Nani? Lakini bwana kweli dau langu si unajua, lakini mimi sina shida mpaka nafikia hatua na kuja tunazungumza hivi. Ni kwamba mimi nimejipanga kwa nafasi yangu, niko serious na hili swala. Hivyo sasa kwa wakati wako manake na uwe serious na jambo lako. Sawa, mimi niko serious. Yaani nipo serious. Lakini la msingi ambaye anataka kuuawa tu asiwe kibonge, yani asiwe mbavu, mtu akunisumbua sana, kunitoa jasho. Jaribu kuangalia chikonda, maana mbavu anaweza kanitumia muda mwingi sana, nikatumia nguvu nyingi sana, afu malipo akawa ni madogo. Chikonda tu mlete tu pale, piga shoka moja tu yani. Wewe jamaa. Yep. Chikonda, mbavu, bouncer wote wana roho. Na ikifikia muda ambao bouncer anatakiwa kutolewa roho na bijitoke. Ila roho zinatofautiana, bouncer na roho ngumu sana. Na roho ya kijasiri sana kwa sababu ya mbavu. Unajua Chikonda anakuwa na roho ndogo sana. Wewe unaweza kwenda kumuua tembo kwa silaha kuulia panya? Hapana. Sasa ndivyo hivyo unavyotakiwa ufanye. Muda ambao unakutana na mbavu, andaa silaha ambayo unajua hii mbavu itamwangusha. Unavyoenda kuua panya, andaa silaha ambayo unajua hii panya itamwangusha. Okay, mnifunua. Nini bwana? Mambo mengine si ya kwako, mimi sio paka nikufundishe bwana. Hapo mnifunua. Hapo mnifunua kidume. Ela kwa mfuko wa shati. Haina shida. Wewe nifurahishe, mimi nitakufurahisha. Tusisumbuane kwenye malipo. Inawezekana nikaja nimechafukwa. Damu imeshatikaa kichwani. Yaani tukalipana kwenye vifo. Naambia namuona nani? Rule number 1. Sheria ya kwanza, adili zetu siku zote. Hautaki kumjua unaenda kufanya tukio mpaka muda ufike. Jamani, naanzia wapi? Hapo hapo alipoishia. Alipoishia. Kaishia wapi? Hapo hapo alipotokea. Wewe mwanaume mwenzangu. Ngoja nikuulize wewe. Habari yako? Yule atakuwa Morogoro. Anaongea sana. Ndugu yangu. Nakuombea kwa Mungu hivi karibuni upate mume mzuri kama huyu. Kwa nini usinibariki? Maana hata dini inaruhusu. We